say you never fail. You never fail. Day by day by day by day, you're still the same. You're still the same. And your glory knows no end. Say you be my lover. My lover. I say you never fail. You never fail. Day by day by day by day, you're still the same. You're still the same. And your glory knows no end. Forever and evermore. Hey, now you know Jesus, now you. Unastahili kuabudiwa.
Hakuna
jina la Yesu Kristo Mwokozi. Mungu mtakatifu, Muumba wa mbingu na nchi, Mfalme wa wafalme, mtakatifu wa watakatifu, Baba uliyetukuka, wako tuna sababu ya kusema mbele zako Bwana ya kwamba Baba hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana, wala hayupo mwokozi wa kufananisha na wewe. Asante Mungu usiye milele, Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, wewe ambaye Bwana majeshi ulikusudia mema Bwana katika nchi hii Bwana ya mvuti, hata Baba ukazuru, hata Baba imekupendeza Bwana, uliweka jina lako mahali hapa, usimika uweza wako mahali hapa, unena habari zako mahali hapa. Nami tazama Bwana, basi tutazame Baba watoto wako Bwana na watumishi wako Baba, tunakuinua wewe, unakutukuza wewe Bwana, ambaye hakuna mwingine Baba wa kufananisha na wewe. Tuko mbele zako watoto wako, tuko mbele zako watumishi wako Bwana, nasimama mbele zako nikiinua ibada hii Bwana, nikikabidhi madhabahu yako Bwana, nikikabidhi watoto wako Baba, nikiwainua watumishi wako Bwana. Usika peke yako Bwana, tawala peke yako Baba, simama peke yako Bwana, hema yako mwaminifu, hema yako Bwana, weza wako Bwana, weza unaoinua, weza unaotakasa, weza unaofufua, weza unaoponya Bwana, simama peke yako Bwana, simama peke yako Bwana, simama peke yako Baba, simama mahali hapa Bwana, simama kwa uwezo wako wa ajabu, mkono wako wa ajabu, nguvu zako za ajabu Bwana, utasimama katika mlima huu Bwana, tunachachia mbele zako Bwana, tunachia uwepo wako Baba, hatupanga hili Bwana, wewe utasimama Baba, wewe utakunisha Bwana, wewe utakunisha uwezo wako Baba, utakapokanyaga mahali hapa, kama ulivyosema mtumishi wako Bwana Suleimani mwaminifu, alinena mbele zako mwaminifu, kwamba kila atakaingia katika nyumba yako Bwana, awe na njaa kutane nao, awe kwenye vita kutane nao, awe kwenye mahangaiko Bwana, mahali hapa Bwana, Yesu ukatawale, Yesu ukasimame, Yesu ukaonekane, Yesu ukadhihirishe uwezo na nguvu zako Bwana. Yesu Kristo mwaminifu, Roho Mtakatifu akafunike mahali hapa. Tumeachia ibada hii mikononi mwako, na ibada zote Bwana zitakazoendelea mahali hapa Baba, ibada za sifa, ibada za kuabudu, ibada za matoleo, ibada za injili, ibada za maombi, neema yako Bwana ukapate kusimama na kutawala katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi. Hakika mahali hapa Baba, kama lilivyo jina lako Mungu mwaminifu, liko tumaini mahali hapa. Pia atakayekuja Baba amekata tamaa, amevunjika moyo, akutane na tumaini lako, akutane na nguvu zako, akutane na mkono wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Simama wewe pekee Bwana, ukateke anga na mahali hapa, ukateke mipaka ya mahali hapa wote Baba. Yesu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo tena, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, sijaona hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo kwetu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna
hakuna na hata kuwe ima, hakuna Mungu kama wewe, hakuna watosha. kweli, si ni mkuu Yesu, Wewe ni mkuu sana sana, Bwana, Bwana, wema wako Bwana, Bwana, watosha. wewe ni mkuu Wewe ni mkuu sana sana, Bwana Yesu, Bwana, wema wako Bwana, Bwana, watosha. nisikie vigelegele wanasema Yesu ni mkuu, alafu tena namna hii twende. Sisikii vigelegele wakina mama jamaa. Twende. Namna hii. Yesu ni mkuu sana Bwana, Bwana, wema wako kwangu mimi. watosha. Yesu Wewe ni mkuu sana sana, Bwana Yesu, Bwana, wema wako wema wako Bwana, Bwana, watosha. moyo wangu wafurahia Kuwa nawe, kuwa nawe, moyo wangu wafurahi. kuwa nawe, Sijasikia moyo unafurahi. kuwa nawe, Moyo wangu wafurahia kuwa nawe, kuwa nawe, moyo wangu napenda kuwa nawe, kuwa nawe, moyo wangu wafurahia kuwa nawe, Bwana Yesu, kuwa nawe, moyo wangu napenda kuwa nawe, kuwa nawe. namna hii. Twende. Cheza kwa Bwana, wakina mama sisikii vigelegele kwa Yesu. Twende. Hai. Sijaona watu wakicheza mbele za Bwana. Moyo wangu wafurahia Kuwa nawe, kuwa nawe, moyo wangu napenda Yesu, moyo wangu wafurahia kuwa nawe, kuwa nawe. vigelegele kwa Yesu. Moyo wangu wafurahia Kuwa
Yesu. Amina, amina. Sisi mko tayari?
Naona wapo tayari. Bethlehem karibu. Bethlehem kwa Hallelujah.
Masikio, makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Sana katika pale hapo kwa ule sifa. Tuendelee kutoa sadaka. Tufumbe macho, kumshukuru Mungu kwa ajili ya matoleo. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu, wewe uketie mahali patakatifu pa juu palipoinuka, sifa na utukufu ni zako. Na tazama Bwana, siku ya leo ni siku uliyoifanya wewe. Uliitangaza kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, na sasa siku ya leo Bwana unaidhihirisha katika macho yetu ya nyama
na sisi tunakurudishia utukufu. Tazama Bwana, watoto wako na watumishi wako wameimba na kusifu mbele zako Bwana, na kisha iko sadaka mbele zako ambayo Mungu ametoa kwa moyo wao wa kupenda. Na mimi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninaisogeza sadaka hii mbele zako Bwana, wewe ukapate kuitakabali, ukapate kuipokea, ukaibariki Bwana, ukaiponye katika jina la Yesu, na ikapate kufanya kazi nyumbani mwako Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa mkono ulionyoshwa Mungu kwa moyo wa kupenda. Nenda ukabariki maisha yake, nenda ukabariki familia yake, nenda ukaiguse nyumba yake. Kazi za mikono yake Bwana zitabarikiwa, atabarikiwa ingiapo na atokapo, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye uko na unaishi, na umesema Bwana, yeyote atakayetoka kwa moyo wa kupenda, wewe Bwana utampa vipimo vya kujaa, kushindiliwa, kusukwa hata kumwagika. Ndivyo utakavyofanya Bwana kwa mama huyu na baba huyu na kijana huyu wa kike na wa kiume, hata mtoto ambaye Bwana amefanya tendo hili la kutolea mahali hapa mchana wa leo. Na mimi nakurudishia utukufu nikiamini kwamba Bwana umefanya, kwa kuwa nimeomba katika jina pekee la Yesu Kristo, na mimi naomba na kushukuru. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki mtumishi wa Mungu. Unaweza kukaa sasa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi tuna amani mchana wa leo mahali hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema wake mkuu na kwa fadhili zake kuu, kwa jinsi ambavyo ametupatia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Lakini kwa sababu yuko aliye mkuu ndani yetu. Aliye mkuu ndani yetu, yeye amerahisisha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi yako. Ni kusalimu sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Mimi ninaitwa Philemon Raphael Sabaga. Amen. Ni mchungaji wa kanisa hili. Amen. Mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa panaitwa EAGT Kerithi. Amen. Mahali hapa ni mahali pa kijito cha tumaini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwangalie jirani yako hapo ulipokaa. Muulize, wewe unatumaini gani? Wewe unatumaini gani? Unatumaini kwa nani? Amekujibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa najua tunao muda mchache. Nilitamani nikupe utaratibu tutakao kuwa nao, na hii ni ibada maalum ya kuweka wakfu kanisa hili na mahali hapa, lakini pia kufanya uzinduzi. Kwa lugha ya Kiswahili ni uzinduzi, lakini kwa lugha ya kiroho zaidi, mahali hapa panawekwa wakfu. Mahali hapa panawekwa wakfu mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa ni kujulishe tu kwamba tutakuwa na kipindi cha kuwakaribisha wageni, lakini pia baada ya mambo mengine yote kufanyika katika kipindi hicho, tutampa nafasi mtumishi wa Mungu sasa ambaye ndiye hasa mwenye ibada au mwenye muda huu na mwenye ibada hii, mtumishi wa Mungu Mchungaji Romanos Aquilino Bangano. Haleluya. Sambala. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye
ibada hii itamhusu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nikukaribishe ujisikie vizuri kabisa, uko mahali sahihi, uko mahali salama palipojaa nguvu ya Mungu, na wewe hautatoka kama ulivyokuja. Utatoka ukiwa na tumaini kubwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa dakika 2 tu kabla sijaendelea mambo mengine, nimekuwa nikiulizwa kerithi maana yake ni nini? Sasa ni vizuri kwa sababu umekanyaga hapa ukatoka ukiwa na picha ya nini maana ya kerithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa dakika 2 tu, kerithi inapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 17 na mstari wa 3. Mungu anamwambia ondoka. Sema ondoka. Nenda kajifiche. Nenda kajifiche. Wapi? Kerithi. Eneo linaitwa Kerithi. Lakini ndani ya Kerithi kiko kijito. Sema kijito. Kipo kijito ambacho kina maji mahali pale. Mungu alireserve maji katika kijito kile kwenye nchi ile au ardhi ile ya Kerithi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Elia. Sasa wakati anakwenda mahali pale, Mungu anasema nitamwamuru kunguru, ataleta mkate utakula, ataleta maji utakunywa mahali pale ya kijito kile. Kwa hiyo kunguru akaamuliwa kwenda kumlisha Elia wapi? Kerithi. Sehemu gani? Kwenye kijito. Haleluya. Symbolically tunaweza kusema kwamba kijito Kerithi kwenye kijito kile ni mahali ambapo Mungu alienda kumficha Elia. Wakati wengine wanatafuta maji, wakati wengine wanahangaika kiu, Elia alikuwa anaburudika na maji ya kijito cha Kerithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mahali hapa Bwana ametangaza kwamba ameweka tumaini katika nchi hii. Kila atakaye ingia katika Kerithi hii ya sasa, sio ile Kerithi hii ya sasa, atatengenezewa tumaini la thamani katika Yesu Kristo. Hapa tutatangaza habari za tumaini la kweli linalopatikana katika jina pekee la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyesulubiwa na ambaye yuko hai. Haleluya! Watu wengi sasa hivi wanatafuta tumaini kwa watu katika vitu, lakini tutatangaza kwamba tumaini pekee liko ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! Mungu wa mbinguni akubariki. Tumeelewa sasa kwa nini Kerithi na kwa nini kijito cha tumaini. Najua tuna aina tofauti za wageni wametufikia mahali hapa. Nikiacha wageni tulionao madhabahuni, wako wageni tuliokaa mahali hapa. Wale wageni wenyeji kwa maana ya kanisa la EAGT Chemichemi ya Uponyaji pale Pugu, naomba mtabaki mmekaa, lakini tumewalika, najua tuko hapa ndugu, jamaa, marafiki. Kwa hiyo ni waombe wale ndugu, jamaa, marafiki, ukiacha wageni wenyeji, kanisa wenyeji kwa maana ya CCU, wanaomba wabaki wamekaa, lakini mazetu wakiongozwa na wazazi wetu baba na mama Nimenya, naomba wasimame watupungie mikono. Wasimame ndugu zetu watupungie mikono. Haleluya. Karibuni, karibuni, karibuni sana. Haleluya. Naomba mketi. Mungu wa mbinguni awabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa niwainue wale watumishi wa Mungu wa kanisa la CCU Chemichemi ya Uponyaji. Naomba waweze kusimama na watupungie mikono. Haleluya. Haleluya. Mungu wa mbinguni awabariki. Karibuni sana. Hili ni kanisa mama. Unajua kadri tunavyoendelea tutaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hapa tumeanza, lakini sisi ni tawi. Tumechomoza kutoka kwenye mti.
Sasa wakiwa wameongozana na baba yetu mchungaji Romanus Sambala. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa pamoja na wageni wetu tumeshakuwa wenyeji wote, na sasa tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi sana. Haleluya. Haleluya. Ninapoendelea naomba kwa dakika 2 katika kitabu cha Ezekiel sura ya 47 na mstari wa 3. Nimesema mimi sio mhusika sana, lakini ni Yohana Mbatizaji na clear njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezekiel sura ya 47 mstari wa 3 mpaka wa 5. Mtu aliyeona pale anaweza kasoma 43 mstari wa 5. Mtu mmoja anisaidie kusoma pale. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Na alipotoka mtu yule mwenye uzo kupimia mkononi mwake kwenda masharikini, akapima ridhaa 1000, akanivusha maji akafikia mpaka viweko vya miguu. Kisha akapima ridhaa 1000, akanivusha maji yakafika mpaka magoti. Kisha akapima ridhaa 1000, akanivusha maji yakafika mpaka viuno. Kisha akapima ridhaa 1000, yakawa mto nisioweza kuvuka, maana maji yamezidi, maji ya kuogelea, mto usiovukika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hapa tunaona mambo kama vitu kama 3, 4, 5. Kipo kipimo, yupo anayepima, lakini pia uko umbali, yapo maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninalopenda kusema kwa ufupi ni kwamba Mungu ametuleta mahali hapa. Huu ni mwanzo. Na Ezekiel anaona mtu akiwa na uzi anapima dhiraa 1000. Katika vipimo vya sasa hivi tungesema ni kama kilomita 1.5 umbali ule urefu. Kilomita 1.5 anapima, anakwenda anaona kuna maji. Anakwenda anapima tena anaona kuna maji. Kadri anavyokwenda ndivyo maji yanaongezeka. Kadri anavyokwenda ndivyo maji yanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango ambacho unatembea kina determine kile kitu utakachokikuta mwisho wa kutembea kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa huyu mtu anapima dhiraa 1000. Kwa maana nyingine unaweza kupata picha kwamba ziko ngazi pale. Iko ngazi ya kwanza, iko ngazi ya pili, iko ngazi ya 3. Ngazi ya kwanza iko kwenye viweko. Ngazi ya pili iko kwenye magoti. Ngazi ya 3 iko kiunoni. Lakini iko ngazi nyingine ambayo haelezei, ambayo huwezi kaielezea. Hizo ni hatua. Hivyo ni viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu ametuleta katika nchi hii kwenye mlima huu. Unaona hapa ni mlimani eh? Mungu ametuweka kwenye mlima huu, lakini nyuma yake ziko hatua. Viko uko umbali ambao Bwana ametutembeza, ambao Mungu ametupitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma hii au hiki tunachokiona sasa hivi hakikuanza jana wala juzi. Mungu katika Isaya 46 anasema yeye anautangaza mwisho tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana.
wakati anautangaza mwisho unaweza usione kwa macho ya nyama, lakini wakati anakuleta sasa kuanza kukupitisha kutoka mwanzo ili uweze kufika kule mwishoni, utaona kwamba kuna hatua, kuna stages, kuna viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mbele wamekaa watumishi wa Mungu, na hawa sijataka kuwagusia, lakini itoshe tu kusema kwamba katika viwango hivi ni viite viwango vya kiutumishi. Viwango vya kiutumishi vinatofautiana sana. Mimi hapa Bwana ametuleta mahali hapa, ninaanza kutambaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaanza kutambaa. Lakini hawa waliokaa hapa mbele yangu, hawa wameanza, wengine wanatembea, wengine wanakimbia, wengine yani hatua au viwango tofauti. Haleluya. Na mimi nikasema kwamba hawa ni watu wa muhimu sana wawepo, ili kwa dakika moja, 2, 3 watapata nafasi ya kutusalimia. Halafu wanapotusalimia, yamkini katika zile salamu mimi nikajifunza kwamba walipopiga hatua moja walifanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile viwango vyao ninapoanza kutambaa leo hii nipate kusema kwamba yamkini hatua moja katika kupiga ile hatua ninapata kuzingatia nini, ninapata kujifunza nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli fundisha, lakini wanaweza kunifundisha kupitia kwa watumishi hawa ambao sasa hivi wanatembea dhiraa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Halafu baba Sambala atakuja mahali hapa baada ya watumishi hao wa Mungu kutusalimia. Sasa itoshe tu kujua kwamba viko viwango. Yako maji yanabadilika kwa kadri unavyokwenda. Kabla sijasema maneno mengi, labda mama aanze, alafu mimi nitamalizia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tumshangilie Bwana. Bwana asifiwe. Namshukuru sana Mungu ametupa nafasi ya siku ya leo. Ni siku ambayo Mungu mwenyewe ameipanga. Bwana asifiwe sana. Naitwa Sara Ndama. Huyu ni mume wangu, ni mchungaji, tunatoka Mnazi Mmoja. Tulikuwa na kina Rafaeli miaka ya nyuma kabla hawajaja Pugu. Niliwafahamu kama ndugu zangu. Mama Reina ni mdogo wangu sana. Nimefurahi pia kumuona mama na baba. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu. Mimi Rafaeli nilimfahamu kama mwalimu wa kwaya. Kwa hiyo kwa macho haya ya nyama sikuwa najua kwamba angeweza kuwa mchungaji. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anamtengeneza mtu kutoka mbali, anamchukua hatua hadi hatua. Bwana asifiwe. Nilivyokuwa namfahamu miaka ile ya nyuma, sikuwa na kiona hiki. Mimi nilikuwa naona anatufundisha, naona akipiga kinanda tunabarikiwa. Yamkeni kwa mimi mwanadamu nilikuwa naona hiyo ndio huduma yake, lakini Mungu anavyo viwango. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi ninafurahi sana, namshukuru sana Mungu kwa mahali hapa. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Kazi yenu ni njema kwa kuwa pia mmemtanguliza Bwana mahali hapa. Yuko Mungu mahali hapa. Mungu awabariki sana. Mungu akubariki. Lakini tumeambatana na watoto wetu wawili. Mzaliwa wetu wa kwanza na watatu wako shule na chuo. Tunamshukuru Mungu, tunamtumikia Mungu, tuko Mnazi Mmoja, kanisa la FWC, tuko pale na tunaendelea. Tuko na mchungaji mwenzangu anaitwa Ezekiel Magambo, kwa hiyo yeye anaendelea kule leo. Bwana asifiwe sana. Neno moja tu, tunaona mambo makubwa hapa, kama namna Elisha alivyotabiri mbele ya wale watu na yule akida ambaye mfalme alimtegemea mkono wake. Bwana asifiwe sana. Hatua hizi za imani zinaonekana hatua ndogo, lakini Bwana anazikuza na kuna mambo makubwa sana yanaenda kufanyika mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa tumemweka Mungu mbele na watumishi wa Mungu wamemweka Mungu mbele mahali hapa, tutaona mambo makubwa sana. Bwana asifiwe.
mvuti watamwona Bwana kwa namna isiyo ya kawaida. Na Mungu ametupa eneo zuri kabisa barabarani hapa. Mambo makubwa Mungu anaenda kufanya. Mungu awabariki sana. Mimi nisiwe na maneno mengi. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Mmoja ndugu yako uko kwenye ibada bado? Ya, nimeona tabasamu lake, yupo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya. Sasa hili nitamani nilifanye mwishoni, lakini naomba nilifanye sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema hivi. Wewe upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Linasema hivi. Wawili wawezaje kutembea pamoja isipokuwa wamefanya nini? Kwa hiyo haiwezekani, hamna namna moja yoyote ile ambapo mnaweza mkatembea watu wawili pasipo kupatana. Wewe ukitembea, ukimwona mtu anapita huko na mwingine anapita huko, ujue hawa watu hawajapatana. Si ndio? Kwa hiyo wawili unapoona wanatembea pamoja, ujue wamepatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa wakati Bwana anasema na mimi kwa habari ya huduma hii, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Yupo ambaye alikuwa ubavuni mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yupo ambaye alikuwa kwenye ubavu wangu. Anaweza kawa bado alikuwa hajadhihirika, lakini wakati ulipofika Bwana alimdhihirisha. Amen. Sema alidhihirishwa. Na sasa yupo. Na macho yetu yanamuona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mimi nimeoa, nina mke, lakini pia nina watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mungu alinipa mke mzuri, naomba mke wangu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Mwaka 2009 nilipata mke wangu amefanyika msaada mkubwa sana. Hili unaloliona halikuwa hivi hivi. Haikuwa hivi hivi sana. Ni vile tu muda hautoshi. Lakini nikiwa mbele za Bwana ninakiri kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwenye maisha ya mke wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunao watoto wawili, naomba njoni hapa mbele watu wawili. Ni wimbo wa Bwana. Haleluya. Kijana pale ni mzaliwa wetu wa pili, anaitwa Triumph. Triumph ni ushindi. Tena sio ushindi wa kitoto, ushindi mkubwa. Kwa hiyo ukiwaunganisha hawa hapa, kuna wimbo wa Bwana wa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Basi ni warudishe watoto wakakae. Mungu amekuwa wabariki watoto wazuri. Unaweza kukaa. Lakini kwa dakika moja mke wangu awasalimie, si ndio? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Ninawasalimu kupitia jina la Yesu. Amen. Ninawapenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina furaha kubwa sana kuwaona ndugu zangu. Amen. Nina furaha sana kwa ajili ya siku ya leo. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ninajua tulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua Mungu alikotupitisha mpaka kufika siku ya leo tumeketi hivi tulivyoketi. Ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru kwa kuja
Nina furaha sana kuwaona kwa sababu bila nyinyi yasingefanyika haya tunayoyaona. Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kumtumikia Mungu. Na tunaweza tukasema tunafanya haya kwa ajili ya nini? Kwa nini tunafanya hivi? Kwa nini tumeamua kuanza hivi? Tunafanya hivi kwa sababu ya ile furaha iliyowekwa mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna furaha iko mbele yetu. Tuna ahadi ya kwenda kukaa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo tunafanya, tena hatulegei. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakutia moyo na wewe, kaza kwa sababu ya ile furaha iliyoko mbele yetu. Twende tukakae na Bwana. Mungu awabariki sana, karibuni sana. Ninajisikia vizuri sana kuwaona. Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki kiwango. Mungu wa mbinguni ni mwaminifu jana, leo na hata milele. Haleluya. Sasa ni mkaribishe mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwansaso. Kabla hajasimama, huyu mtumishi wa Mungu kwa miaka mingi sana nilikuwa chini yake kabla sijahamia Pugu kwa maana ya CCU. Nimejifunza mambo mengi sana kwake mengi sana. Mungu wa mbinguni ni shahidi yangu na Roho Mtakatifu ni shahidi, nimejifunza mengi. Na kama kuna wakati ambao nilitiwa moyo sana, kama kuna wakati ambao tulikuwa tukipita wakati mwingine kwenye mambo makubwa na magumu, huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anatutia moyo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye amekuja na mama, na mimi ni heshima yangu sasa nimkaribishe aweze kulisalimia kanisa hili. Karibu mtumishi wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunayo heshima sana kuja mbele ya kanisa la Mahala Pamoja chini ya mchungaji na mama mchungaji Rafael. Pia tunashukuru sana kukutana na baba mchungaji kanisa pale Pugu na watumishi wa Mungu wote ambao mbele yetu na kanisa nzima kwa ujumla. Bwana asifiwe sana. Kabla tujasalimia, nisijampa mama kusalimia, tujitambulishe tena. Mimi na mchungaji Alex Ndama, sote tunatoka kwa mchungaji Erastus Andrew, ambaye wale wa zamani pengine mnamfahamu. Alikuwa mchungaji wa kanisa la EAGT Mnazi Mmoja. Sasa huyo ndio baba yetu wa kiroho. Na huyo ndio kiongozi wa kanisa letu na linaitwa Faith Word Church of Tanzania. Yuko Marekani lakini bado anaongoza kanisa. Kwa kiongozi wa kanisa letu kubwa, kanisa lote kwa ujumla ni huyo mchungaji Erastus Andrew. Sisi ni watoto wake. Tumetokea EAGT Mnazi Mmoja. Yakatokea wengine kwa mchungaji Mwakipolwa, sisi tukawa upande mwingine, na sasa tupo tunasema Yesu ni Bwana. Amen. Labda sasa nimkaribishe kwanza mama tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ni hii Bwana ameifanya. Amen. Nasi tunafurahi na kushangilia. Amen. Basi nione hiyo shangwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa wema wake mkuu sana na kibali ambacho ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mambo ambayo kwa kweli kama alivyotangulia kusema mama Ndama pale hatukuyaona, lakini Mungu aliyajua. Hii familia ni zaidi ya ndugu, ni zaidi ya rafiki. Hawa bwana Philemon pamoja na Josephine. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu watumishi wa Mungu. Hatua hii ambayo mmefikia, kwa kweli jina la Bwana libarikiwe. Ni kitu ambacho hatukuwahi kuwaza, lakini Mungu wa mbinguni alifahamu. Hata sisi tunaposimama na sisi hapa mbele yenu, na sisi hatukujua kama tungekuwa hivi hapa tulipo. Ikikuwa ni hivyo, lakini Mungu wa mbinguni alijua, kwa sababu anatuhitaji katika huduma, anatuhitaji shambani mwake kwa ajili ya kuhakikisha ufalme wake
unaenea, unajengwa na hatimaye ile furaha iliyoko mbele yetu tukapate kuifikia. Mungu awabariki sana kwa ajili ya siku hii kokote kule ambako mmetokea, kwa ajili ya kujumuika na ndugu zetu katika kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unajengwa mahali hapa. Amen. Mungu akubariki mchungaji kwa malezi na huduma zote kwa ajili ya watumishi wa Mungu hawa, na bado najua kwamba wataendelea kukuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nisio na maneno mengi, ila ninafurahi tu kuwepo katikati yenu. Amen. Basi sijui kama na mengine zaidi aliyosema mke wangu. Tumejitambulisha, anaitwa mchungaji Bahati Job Mwansasu. Ni mke wangu, tuna watoto 5, wengi wao ni wakubwa, wanajitegemea, na hata ingekuwaje lazima ningekuja kushuhudia jambo hili hapa. Mbali kama sema mchungaji, mama mchungaji, mbali na kwamba ni kweli tumekuwa pamoja kwa mchungaji Andrew, lakini ni marafiki zetu kabisa kabisa, ni marafiki zetu wa karibu. Tunajisikia furaha kuongea nao, na tunashukuru sana kwa sababu walikuja kwenye mikono sahihi ya mchungaji. Mungu akubariki baba kwa kumlea na hata kumruhusu kwanza huduma mahala hapa. Wapo wengi nafahamu hawapendi kuwaruhusu watu wao kwanza huduma na ng'ania, lakini tungekuwa wapi kama tusingeruhusiwa na baba zetu wa kiroho. Inachanua na kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele. Moja kati ya maombi naomba wakati mwingi, na si wakati mwingi, lakini huwa naombea EAGT. EAGT niko tulikotoka, tuko hivi tulivyo kwa sababu EAGT. Kwa sababu mchungaji Andrew alikuwa ni mweka hazina mkuu wa EAGT. Kwa wachungaji wengi walikuwa wanakuja pale, tunatumwa kama vijana, nenda kafanye hiki, kazi zote za kitendaji zile za secretariat. Napoandaa mahesabu ya mwaka alikuwa anatutumia mchungaji Andrew. Bwana sifiwe sana. Wazee wale wote wa EAGT wote tulikuwa tunatumwa na wale wazee. Kwa tumelelewa chini ya EAGT. Kwa hiyo hata tunapoona Pastor Raphael yuko hapa EAGT, najua uko mahali sahihi. Neno moja tu, najua muda wangu ni mdogo, nije tamani sana ya watumishi wa Mungu, hasa ambao wametembea na Mungu muda mrefu, ambao tunaiga kwao, ni kwamba kuweza kuhifadhi kitu chenyewe mpaka kizazi na kizazi na kizazi. Sasa wapate wapi vijana, wapate wapi wachungaji ambao wanahifadhi kile kitu vizuri, ili kisibadilike huko mbele, kusiingie na mambo mengine. Tuseme hii ndio injili iliyohubiriwa na Kulola, tuseme hii ndio injili iliyohubiriwa na Lazaro, tuseme hii injili ndio ilihubiriwa na Mwakisiara, hii injili ilihubiriwa na mchungaji Masalo, tuseme hii injili bado ilihubiriwa na mchungaji Andrew. Miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, wanaopokea kijiti. Sawa, kuna mambo mengi yanatokea ya maendeleo na mafunuo, lakini kuna ladha fulani wale wazee walikuwa nayo ambayo tunatamani ibaki. Na ndiyo maombi yangu kwako mchungaji Raphael na mama, kama miaka baadaye, hata kama kuna mtu atasema niliwasikia wale wazee wakihubiri, asema naona kile kiko hapa Kerithi, ule utukufu wa mwisho ule ndio pengine na kuzidiwa kwanza. Na kwa sababu uko chini ya mchungaji na mama, najua kitu hiki na nakujua kitabaki, kitaendelea, ladha ile tutaiona. Mungu akubariki sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme tu kwamba
alichokizungumza mtumishi wa Mungu hapa ni sahihi na kweli. Mimi nilifika kanisa la ELT mwezi mmoja mwaka 1996 na tangu nimefika pale niliona nguvu ya ajabu sana, na tangu mwaka ule mimi pale nilikuwa nikipiga kinanda, ni kweli kama nilivyozungumza, ila nimesoma pale kwenye Isaya 46 Mungu anasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Lakini ngoja nikwambie, wakati napiga kile kinanda, hili ninaloliona leo lilikuwa liko wazi mbele yangu tayari, lilikuwepo. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na mimi niseme tu watumishi wa Mungu kwamba nilipoondoka pale niseme tu neno hili kwamba niliangukia kwenye mikono salama. Unajua kuna watu wanaangukia kwenye miiba. Watu wanaangukia kwenye matope. Namshukuru Mungu aliniangusha kwenye godoro la inchi 6. Bwana Yesu sana. Haleluya. Yaani wakati naanguka pale nilikuwa nadunda tu hivi, sikuumia. Bwana Yesu sana. Mungu ni mwaminifu na Roho Mtakatifu anajua miaka 10, 15, 20 hata 100 ijayo. Kwa hiyo yeye anasema anakuongoza, anakuonyesha njia, anakwambia pita, njia ni hii. Mungu aliniambia kwamba uelekeo sasa ni Pugu Kajiungeni. Yuko pale mtumishi wa Mungu, utamkuta pale. Na mzee wa mvi huyu unayemwona hapa ana busara nyingi sana, hekima nyingi. Nilikuwa chini yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikafika wakati mmoja akaniambia, "Sasa wewe unisaidie." Nikashtuka nikasema, "Nakusaidiaje mzee?" Akanipa njia na namna ya kumsaidia. Nilimsaidia. Lakini wani nikwambie, hakuna kitu utakachokifanya wewe pasipokuwa na mtu. Amina. Haleluya. Yaani huyo uliyekaa karibu naye ni mtu wa muhimu sana. Sana. Na Mungu anamtumia kukufikisha kwenye kusudi lake alilokusudia. Asingekuwa mtumishi wa Mungu hapa leo hii nisingekuwa nimesimama hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisikia sauti ya Mungu, akafuata maelekezo ya Mungu. Leo hii tunakiona kilichokuwa kiko sirini, Bwana amekidhihirisha. Haleluya. Nilitaka tu kuonyesha connection iliyopo kati ya haya aliyozungumza mchungaji na historia yangu fupi niliyokupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitakuwa na heshima ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu, yupo katikati yetu hapa. Anaitwa mchungaji John Yotham. Huyu mtumishi wa Mungu anatokea Dodoma. Amen. Dodoma anachunga kanisa moja linaloitwa Carmel, EAGT Carmel. Ataongea pengine kwa urefu zaidi kuhusu hili, lakini nikwambie kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye tupo karibu sana naye. Na wengi mnajua mke wangu yuko kule Dodoma, na kwenye kanisa lake ndipo anapoabudu mchungaji huyu. Kwa hiyo aliposikia hili akasema, nitawezaje kukaa? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huyu ni sehemu ya huduma hii, na tuna appreciate sana mtumishi wa Mungu huduma yako ambayo unaitoa kwa familia yetu ambayo iko kule Dodoma. Sasa ameambatana na kwaya ambayo uliona wameimba hapa. Na tunashukuru sana kwa jinsi walivyotoa muda wao kuweza kufika mahali hapa. Sasa huyu nitamkaribisha mtumishi wa Mungu, huyu atakwenda kutusalimia, lakini nitaomba sasa napomaliza yeye basi, kwa sababu unaona anachunga mke wangu yuko Dodoma kule. Mimi kwa muda mrefu nilikuwa, mke wangu alipoenda Dodoma aliniacha chini ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii ninapomkaribisha yeye, sasa atakwenda anapohitimisha atamkaribisha mtumishi wa Mungu baba yetu sasa mchungaji Roman Sambala. Yeye atakuja kuendelea baada ya mtumishi wa Mungu mchungaji John Yotham. Karibu sana. Amen. Hebu mpe Yesu makofi. Alafu punga mkono hivi. Alafu mwambie mgeukie mwenzako, mwambie leo sio siku ya kuzubaa. Mgeukie tena mwambie leo sio siku ya kuzubaa.
Tunaye Yesu anayefanya mambo haya. Tunaye Yesu anayefanya mambo haya. Mtu mmoja apige kelele na vigelegele kwa Yesu. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatakia mema mahali hapa, punga mikono yako, piga miluzi na vigelegele. Mahali hapa yuko Mungu. Amen. Haleluya. Mimi namuona Mungu hapa kubwa. Nimeona milango mikubwa mitatu. Haleluya. Sasa sikiliza, usitishwe na manabii huko wanaotabiri uongo. Tuko manabii wa kweli. Tumeitwa na Mungu. Haleluya. Tuko manabii wa kweli. Wewe unaambiwaga naona uongo. Sisi tunaona kweli. Nimeliona jengo paka na rangi. Na huo mwaka nitakuwepo. Tena tutakuja kuzindua sisi mzee. Haleluya. Nikwambie rangi yake, utashangaa sana. Nimeona rangi nzuri sana. Jengo zuri. Mungu anakwenda kufanya. Nikwambie linaanza mwezi wa ngapi? Sura nadanganywa na manabii wale wa uongo. Mimi nakwambia ili eneo nimemwona mwenye kiwanja. Haleluya. Nimemwona. Tena anakuja anamwambia huyu kwamba nakupa hapa. Nipe hela. Tena hela ndogo. Hela ndogo. Mwezi wa 6 tunaanza ujenzi hapa. Paka kule. Haleluya. Na inawezekana. Haleluya. Biblia inasema tunayaweza mambo yote, sio kwa sababu tumesoma, sio kwa sababu tuna elimu, sio kwa sababu hatujasoma, sio kwa sababu tuna mali, sio kwa sababu tuna watoto, ila kwa sababu yuko Yesu Nazareti anayetuwezesha hayo yote. Tutajenga jengo hapa isivyo kawaida. Mimi nimesikia nitabiri. Na leo mimi natabiri. Leo niko hapa, sio mchungaji. Natabiri leo, nimetumwa na Mungu nitabiri. Mimi natabiri. Natabiri Hagai 2 mstari wa 6. Mungu ameniambia nitabiri haya maneno. Mimi natabiri. Natabiri. Alafu na wewe ulipoandika, andika hiki kitu. Mungu anaenda kuthibitisha hili jambo. Nimemwona Mungu hapa yupo. Anaenda kuthibitisha hili jambo hapa. Anaenda kuthibitisha hili jambo hapa. Hagai 2:6. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu. Ndio maana nimekwambia mwezi wa 6 sio mbali. Hatumkariri Mungu kama tulivyomshikilia. Mungu akaririwi. Huwa anafanya miujiza isiyo ya kawaida. Haleluya. Mimi huwa natembea na Mungu asiyekaririwa. Amina. Haleluya. Siku moja mtu mmoja alinifuata akaniambia, wewe mchungaji John, wewe ni Freemason. Nikamwambia yes, mimi ni Free Jesus. Haleluya. Alinifuata ofisini akaniambia, wewe ni Freemason. Haiwezekani kanisa la miaka 3 linajengwa, kanisa la watu 3000 na linaisha miaka 3. Unaonaje? Si lazima aseme Freemason. Sio Freemason. Sasa hivi tuna Free Jesus. Free Jesus. Mimi nikimwona mlokole anahangaika namwambia, wewe ujawa Free Jesus. Tukuunganishe uwe Free Jesus. Ukiwa Free Jesus, fedha ni mali ya Bwana. Dhahabu ni mali ya Bwana. Mimi mtu mmoja aliniambia, na kiwanja nauza milioni 50. Nikamfuata wakati naanza kazi, nikamfuata nikamwambia, unauza kiwanja shilingi milioni 50? Nikamwambia, usiwe na wasiwasi, utanipa muda mchache afu nitakuongezea. Akaniambia, na nina shilingi 50 mfukoni. Nakumbuka wakati naanza kazi ya Mungu. Mimi sijaanza kazi ya Mungu muda mrefu. Hao wazee wangu na waheshimu wakina Samara. Mimi nimeanza kazi ya Mungu mwaka 2021. Tarehe 7. Haleluya, mwezi wa 2. Chini ya mbuyu. Mzee Sambala utakuja kufanya semina mwaka huu, nitakupeleka uone pale muujiza. Unajua tunasikia habari za kina Kulola na tunasema wakina Kulola walifanya miujiza. Wakina Kulola ni watu. Mimi nimewekewa mikono mara 2 na Kulola. Haleluya. Mara 2 sio mara moja. Mara 2 na Moses Kulola. Sasa kama alifanya yale,
ile mbegu iko hata sasa. Na itakuwepo kizazi hata kizazi. Kile kizazi cha wachao Mungu tupo. Haleluya. Milioni 50 utalipa. Nina shilingi 50. Nikamwambia nataka kiwanja. Unaona muujiza? Na nina shilingi 50 kageuka. Miaka mingapi sasa hivi? Miaka 3, sio 3 kwa kazi. Lakini tuna kanisa kubwa na ni la kwanza Dodoma nzima kwa ukubwa. Kanisa letu la EAGT ni kubwa, la kwanza. Huyu mzee alifika, aliomba maombi mazito. Yale maombi yote uliomba yametimia. Mzee alafu kushika apata kuwa pa kawaida. Yako mafuta hapa. Haleluya. Sikia, anasema kwa kitambo kidogo tu nami nitazitikisa mbingu na hii nchi, hii mvuti itatikiswa, na bahari na nchi kavu, nami nitazitikisa mataifa yote. Unajua ni mataifa. Hata mimi pale nikupe ushuhuda, lile jengo 100% limejengwa na Waislamu. Alafu Mungu alileta msikiti ukawa jirani na mimi. Nikamwambia Mungu, na usimamisha ule msikiti, wao wamepewa ufadhili kutoka nje. Mimi kwa sababu umenipa ufadhili kutoka mbinguni, hili jengo liwe la kwanza lijengwe. Wao kabla hili jengo letu halijaisha, siwaruhusu waweze kutawala hapa. Haleluya. Wameanza kila wakijenga unaanguka. Kwa kwetu tunaendelea. Haleluya. Na mpaka sasa tumewapita. Wakikaa hivi wanaona ni jengo zuri, wapendwa. Mimi mwenyewe namshukuru Mungu, nikiliangalia hivi nasema Mungu sio mimi. Ukifika Sabaga ni vizuri. Jamani, mambo ya Mungu tuyapende. Amen. Wewe uliokoka kama sebleni kwako ni pazuri, madhabahu iwe nzuri kuliko. Yes. Sijui unaelewa, yani madhabahu ipende. Mimi napenda madhabahu wanalala pale hivi ni kiyoyozi. Mungu ametutendea hiyo miujiza mikubwa. Inawezekana. Haleluya, tunamfadhili Yesu, ametusaidia. Sikiliza, mimi natabiri, namaliza kutabiri dakika 3 tu hapa sasa hivi namaliza. Japo sisi wachungaji, hasa kama sisi wainjilisti, tuvumilie. Haleluya. Anasema hivi. Anasema, nami nitatikisa mataifa yote. Nimekuambia mataifa ni watu wa aina yoyote. Ili kanisa litajengwa na watu waliokoka tu. Nimekupa ushuhuda, nimekuambia ile kanisa nimeona Waislamu wanaleta matofali kwenye roho. Wanakuja wao wenyewe wanashusha tofali pale, wanasema mchungaji, tunajenga. Mtu aliyekuwa ananipa mitofali sio EAGT, ni mtu mwingine tu ana kiwanda chake, akawa anashusha tofali. Sasa unataka 1000 ngapi? Na mimi namwambia hata 1500 lete. Mchungaji, utaweza kulipa? Hanidai hata 100 mpaka sasa nimemaliza jengo. Mwambie wewe lete hata 10,000 kama unataka. Ni namna unavyojipangia, kwa sababu mimi siogopi swala la fedha. Na ukiwa umeokoka wewe usiwe na mawazo juu ya swala la fedha. Amen. Fedha, unaogopa fedha? Mimi nikiingia kwenye maombi nikitoka naona fedha kwenye simu yangu. Wengine paka wanapotea leo. Wewe mbona umetuma milioni 3 huku? Umekosea. Sijakosea baba, nimesikia Mungu ananiambia nitume kwa ajili ya kazi. Amen. Na mimi nikitumwa kwa ajili ya kazi, huwa ninafanya fedha yoyote inayokuja kwangu nafanya kwa ajili ya kazi ile. Haleluya. Yaani mchungaji wa kweli hata akitumiwa 500. Maana sisi wachungaji hamtujui tu. Mnatusemaga tu tunakula sadaka zenu, na muache tule. Mnatusemaga tu wachungaji tunakula sadaka zetu. Tunakula sadaka. Ungekuwa unajua tungekubadilisha wewe mchungaji, ungekufa kesho. Tuna kazi nzito. Unaona tunatembea tumekatwa mikono na mabati. Tunafanya utumishi. Kwa hiyo sadaka yako toa sana kwa Mungu. Sisi tumemwona Mungu na hili jengo, mimi namwamini huyu mtumishi wa Mungu. Ukiona kazi inaanza hivi ujue huyu mtumishi ana makusudi mazuri na Mungu. Tusikubali. Hata jana nilikuwa naongea na askofu wetu wa EAGT Tanzania. Ananiambia mwanangu kwapi? Nikamwambia niko Mvuti. Akaniambia Mvuti ndio wapi? Nikamwambia Kinyerezi huku ni mbali. Sijui Kinyerezi sijui wapi. Chanika sijui mimi mwambia sijui ni Kinyerezi maana sielewi. Yaani nilipo sielewi. Asha mbona ni mbali sana, sasa nilikuwa nakutaka. Nikamwambia nakuja. Usiku wa leo unakuja. Sasa kuna kanisa tukafungue mahali. Yaani huo ndio moyo wangu.
Haleluya. Wewe watumishi, kazi ya Mungu sio ya kawaida. Mungu ametuita, kazi hii ni kubwa na itafanyika. Na hata hivyo akaniambia huko, nikamwambia yeye, akasema kuna siku nitafika, nikasema sawa. Haleluya. 8, kwa hiyo hii kazi itajengwa na watu wote, ndio maana nazungumza mataifa, mataifa yote, mpaka wazungu wanaweza wakaja hapa na wakatoa pesa. Haleluya. Mimi natabiri hapa kuna watu watafanya, sio hawa tu. Kuna watu watakuja hapa sasa, mchungaji, hapa mnajenga nini? Kanisa. Kanisa liko wapi? Ndio hili sasa. Tunajenga milioni 100 hiyo. 50 hiyo. Mungu atafanya hapa kwa watu wa mataifa. Vitakuja, anasema hivi, mataifa yote vitafanya nini? Havitabaki vilipo, vitakuja. Nami nitafanya nini? Nitaijaza nyumba hii nini? Utukufu wa Mungu utakuwepo hapa. Viwete watatembea hapa. Vipofu wataona. Na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Anasema nani? Bwana wa majeshi. Anasema nani? Bwana wa majeshi. Uendelee kushikilia hizo, Bwana wa majeshi. Alafu utakuwa Bwana wa majeshi. Anasema, si ndio? Bwana wa majeshi, na katika mahali hapa nitawapa nini? Amani. Washirika watafanya kuja. Haleluya. Watakuja, alafu tapata amani. Muujiza itatendeka. Mpe Yesu makofi. Hivi vitu vinaenda kutimia ndani ya mwaka huu. Ndani ya mwaka huu. Ndani ya mwaka huu. Mungu anaenda kutimiza haya yote. Mahali hapa ni pazuri. Kanisa letu la EAGT ni kanisa zuri mno. Tuko watu special, alafu fresh. Amen. Wachungaji fresh. Yaani kama wewe ni mgeni unatamani kusali hapa, huko jirani hapa na umekuja, labda unaangalia kwamba hapa penyewe au ni kule wanapokanyagwa migongo. Hapa ni penyewe. Amen. Amen. Nataka nikwambie hapa ni nini? Penyewe. Penyewe. Hujakosea, hapa ni penyewe. EAGT ni penyewe. Amen. Nimesahau tu beji yangu, mimi napenda sana EAGT. Huwa natembea naiweka hapa. Nimeokokea EAGT, nimebatizwa EAGT, nimeoa EAGT. Haleluya. Sasa nimebakia kufia EAGT. Sasa kwa nini sipende? Na sina mpango wa kutoka EAGT. Kwa nini nisipende? Na hata aliyetoka sio kwamba yuko vibaya, yuko vizuri. Kwa sababu kazi ya Mungu hatubaki kwenye chungu kimoja. Unakumbuka kwenye Matendo ya Mitume Biblia inasemaje? Walipogorofishana kidogo wakaenea kila eneo. Kuna wakati Mungu anataka tukorofishane kidogo ili tusikae tumebweteka mahali pamoja. Mvuti waende, wapi waende? Niacheni jamani. Mimi nasikia kutabiri. Sasa nasikia kitu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesahau mpaka kutambulisha na wanangu. Simameni. Tawasahau. Tawasahau, hapa furaha imezidi. Hebu simameni. Hawa ni mashemasi na huyu ni mzee wa kanisa, huyu mama huyu. Huyu hapa mbele. Hebu tunaona mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa. Huyu ni mama. Haleluya. Huyo ni mama Kaziro, anaitwa Elias Kaziro. Wale pale ni mashemasi wote. Na huyu Mikaeli. Huyu malaika. Na yeye mtu ataoa kesho kutwa. Kwa hiyo nasema hivi, hata kama uko binti usione maono. Yaani ndio maana nimesema ataoa kesho kutwa, anapeleka mahari yake. Kwa hiyo tumeshamaliza kesi yake. Wale wote bado sina taarifa zao. Kwa hiyo kama itatokea hamna shida. Haleluya. Tokea hamna shida. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunashukuru sana kufika hapa. Lakini hatujafika mahali hapa bure. Haleluya. Na mimi sitamani nifike hapa mahali bure. Lazima na mimi nichote maji ya kijito cha Keris. Unachota maji ya kijito cha Keris afu nenda zako. Ukifika kule watu wanashangaa unapaa tu. Kesho tunakuta wewe ndo mchungaji Jonas. Yule tulikutana kule. Kweli wewe kweli ulisema free Jesus. Sema yes, free Jesus. Wangapi wanatamani wakawe ma free Jesus? Amen. Achana na ile ubabaishaji kwamba njoo panda mbegu, sio mbegu nzuri unapanda hapa leo. Amen. Tena kwa lazima. Sasa ulikuja amekuja mchungaji yule. Hii mbegu utapanda kwa lazima leo. Haleluya. Chochote utakachokifurahia kama ni moyoni,
lazima tuone matendo. Amina. Si ndio? Mimi nimekifurahia hapa, nimeona nikaja nikakuta kapeti, lakini mimi siwezi nikaja hata kama ningekuta kila kitu humu ndani kimekamilika. Hata ningekuta simenti imekamilika, hata ningekuta maua yamejaa, hata ningekuta kila kitu kimeisha, nisingeondoka. Wangapi wako tayari kupata baraka? Mimi wa kwanza. Nataka ile kanisa linapoenda kuna viziwi watakuwa wanasikia watu wanaponywa. Wakati wao wanaponywa, mimi sadaka yangu inazidi kupaa. Amina. Inazidi kupaa. Inazidi kupaa. Unajua hapa ndio mahali pa yaani kama unasikiaga kupanda mbegu. Leo ndio siku yenyewe ya kupanda mbegu. Alafu huyu mzee akitamka. Na Biblia inazungumza watu wenye mvi. Kuna vitu wameweka hapo. Na leo utatamkiwa na mtu mwenye mvi. Amen. Akitamka, mimi nakwambia hata kama ni ugonjwa ukitoka ule mlango umeondoka, haupo. Lakini sadaka yako itaenda kunena mengi. Yes. Mimi naanza mimi. Ngoja niende. Naanza mimi leo natabiri tu. Sina huu ni utabiri. Lazima tumtolee Bwana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naanza mimi. Mimi kama mimi mchungaji, sio kanisa. Tatoa viti 10. Alijanituma mimi nataka kubarikiwa mimi kama mimi mchungaji. Mimi mwenyewe viti vingapi? 10 hivyo vya kwangu. Sasa vya kanisa nitamwambia huyu kwa sababu sasa hivi ni mzee wangu wa kanisa. Alikuja akiwa shemasi. Sasa sijui nilikuwa naona watu wengi zitakusanywa mahali hapa. Watakaposikia mashariki, magharibi, kaskazini habari zako na ule utukufu wako wakati wewe umeinuliwa sana, utawavuta watu wengi kuja hapa. Maana utakapoheshimiwa, utakapoinuliwa, hakika mahali hapa patakuwa makimbilio ya watu wengi. Kijito hiki Mungu, watu wakashibe, watu wakaone miujiza, wakaone ishara na maajabu. Baba, tunanyenyekea mbele zako. Wewe ndiye Mungu wetu mwenye nguvu nyingi. Lizirishe neno lako juu ya madhabahu hii wako Baba, Baba yetu Sambara. Takaposimama mahali hapa, Mungu wetu ukainuliwe sana. Utuka kuujiza isiyo ya kawaida. Ile neema yako Bwana ambayo inawaokoa watu kila eneo itaonekana hapa. Mungu wakilala waone malaika wako huko kwenye majumba yao. Malaika akiwaambia suluhisho la kelele mitaani. Watafika hapa na watakuona wewe Baba. Kama ulivyowaleta watu wengi na kuwaelekeza pale kwenye nyumba yako siku hadi siku, Mungu tawaelekeza na hawa atakuwa ndoto. Mvuti kamuone Mungu na wingu lako likatembee. Baba, dhihirisha mafuta haya. Walinde watumishi wako. Simama na mtumwa wako sasa. Kwa jina la Yesu tunazivunja kazi za ibilisi. Vita yoyote inayopangwa katika ulimwengu wa roho, yeyote apangaye vita ya kuua kazi hii, ninampiga kwa jina la Yesu. Yeyote aliyetumwa, yeyote anayewaza, yeyote anayekaa kwenye vilinge vya waganga, roho za kishirikina zinazopangwa juu ya mahali hapa, najua Mungu na waona waliopanga mabaya, wakapigwe kwa jina la Yesu, wakasambaratishwe kwa njia 7. Tunatangaza malaika wa ulinzi kulinda eneo hili. Hayupo wa kuiharibu kazi hii, maana umeianzisha. Nasi tunatamka kuwapiga wote waendao kinyume na mahali hapa. Sante Roma akapigwe na wewe. Ushuhuda wa nyumba hii ukawe mkuu Mungu. Mjaze mafuta mtumishi wako kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kushukuru Bwana Yesu. Amen. Karibu baba yetu.